Aha, ndio. Yesu akajibu akawaambia wanasheria na Mafarisayo. Yesu akajibu akawaambia wanasheria na Mafarisayo. Yesu akafanyaje? Yesu akajibu. Je, uliona kuna mahali Mafarisayo wanamsemesha Yesu hapa? Mafarisayo walikuwa kimya, ila Yesu akajibu. Maandiko yanasema Yesu akafanyaje? Akajibu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mafarisayo walikuwa wanaongea chini kwa chini, walikuwa wananung'unika ndani kwa ndani, lakini Yesu kwa sababu ana access ya kusikia katika roho, katika nafsi zao na katika mioyo yao, pale alipokuwa anawajibu, alikuwa anawajibu kutokana na kile alichokisikia katika roho, sio katika mwili. Haleluya. Amen. Amen. Kwa hiyo mahali kokote unapoona maandiko yanasema Yesu akajibu akawaambia, alafu ukiangalia nyuma pale hamna mahali ameulizwa. Kwa mfano Yesu alipokuwa anazungumza na mretemu, kuna mahali Yesu aliusemesha mretemu. Amen. Amen. Alikuwa anataka matunda kwenye nini? Kwenye mretemu. Alafu maandiko yalikuwa yanasema kwamba sio majira ya mretemu kuleta nini? Matunda. Amen. Amen. Maandiko yanasema Yesu akaujibu mretemu akauambia, kuanzia leo hayatazaliwa tena matunda kwako. Ule mti kesho yake ukakauka. Naifahamu hiyo story? Hallelujah. Maana yake kumbe kuna aina ya sauti hauisikii katika mwili, unaisikia katika roho. Amen. Amen. Pigie Yesu makofi. Ndio pale ambapo unakutana na mtu anakuambia nakupenda kwa namna ya mwili, lakini katika roho, kama una Roho Mtakatifu, unaweza ukasikia zaidi ya vile anavyokuambia. Mwambie jirani yako, mwambie jirani. Mungu akupe masikio ya rohoni na macho ya roho. Maana macho ya rohoni na masikio ya rohoni yanakufanya usikie zaidi ya matokeo ya nje.